Bana, mambo vipi mtu wangu wa nguvu? Hii ni Movika Daily TV na leo kama kawaida tunaendelea na episodi yetu ya 3 ya mashine hii kali kabisa inayokwenda kwa jina la My Demon. Mambo ni fire ise. Kabla tujaendelea na mashine hii kali, nikukumbushe tu kama ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu, basi hakikisha unafanya hivyo mtu wangu wa nguvu, ili kuweza kujiunga na familia hii ya burudani na kupata kazi zetu mara tu tunapoziachia ise. Okay, let's go my people. Pale tulipoishia baada ya tukio la kushtua la tindikali, mambo yanachukua mwelekeo ambao hakuna aliyekuwa ameutarajia. Tunaendelea pale barabarani. Jong-won anasimama mbele ya Do-hee na kumkinga bibie asimwagikiwe na ile tindikali. Wakati huu wote Do-hee bado yupo kwenye mshtuko mkubwa. Macho yake yanatua kwenye mwili wa Gu-won na kushtuka sana. Mwamba Gu-won ameungua kinomanoma kutokana na ile tindikali ase, ngozi ikionyesha vidonda vyenye maumivu. Basi pale bibie Do-hee anamwambia Gu-won, hii ni tindikali. Lakini kabla hajachukua hatua yoyote, Gu-won anashika mkono wa mwanadada wetu Do-hee na ghafla anatumia nguvu zake kama vile hakuna kilichotokea. Majeraha yote yanafutika. Do-hee anapagawa kinomanoma anapoona vile, na ndipo anagundua kuwa sio jambo la kawaida. Anamwangalia kwa mshangao na kumuuliza moja kwa moja Gu-won, wewe ni nani hasa? Na ndipo mwamba wetu Gu-won anamtazama kwa utulivu, kisha anamwambia, mimi ni demon, watu huniita devil. Na hapo ndipo bibi Do-hee anagundua kuwa yale yote yaliyokuwa kitokea yalikuwa ni kweli, na ni kweli kuwa Gu-won anamfatafata kwa sababu tu ya ile tattoo yake ase, ambayo ndo chanzo cha nguvu zake. Basi bibi na mtaalamu wetu wanaelekea kituo cha polisi na kutoa taarifa kuhusu tukio lile. Uchunguzi unafanyika na inathibitishwa kuwa kile kimiminika kilikuwa ni sulfuric acid. Lengo lilikuwa wazi, kumchoma Do-hee na kumharibu uso wake kabisa. Polisi walijaribu kumuuliza mwanadada Do-hee kama alikuwa na adui yoyote, huku wakisema hii haikuwa ajali, hii ilikuwa planned attack. Mwanadada Do-hee akajibu kuwa yeye hana adui kabisa na anashangaa kwa nini watu wanamwandama kiasi kile. Basi mazungumzo yanaisha na mwanadada wetu anamchukua Gu-won na kuondoka naye. Scene inahama, tunaona Gu-won na bibi Do-hee wapo ndani ya gari wakiwa wanarudi kutoka kituoni. Do-hee anamwangalia Gu-won kwa umakini na kuanza kumwambia, inaonekana anapitia hali ngumu sana, na zaidi ya yote anamhitaji yeye ili kutumia nguvu zake. Hapo ndipo Do-hee anaweka wazi, tuna share fate moja. Anamwambia wazi kuwa wanapaswa kusaidiana. Basi mwamba Gu-won anauliza kwa udadisi, what is your plan? Yani mwanadada ana wazo gani juu ya swala hilo? Na ndipo Do-hee anamjibu akimwambia, mimi nihitaji uwepo wako ili niwe salama. Unaonaje kama ukawa mlinzi wangu, yani personal bodyguard? Akimshawishi kuwa hapo ataweza kutumia nguvu zake, lakini ya yeye Do-hee kuwa salama. Oya, lile swala bana, mwamba Gu-won anakataa kabisa, akisema kuwa hawezi kuwa mlinzi kwa binadamu ambao hawana faida kabisa. Basi wanashuka kwenye gari na wote kuondoka, lakini tunamwona yule jangili akiwa pembeni anawaangalia tu wakati wote. Gu-won anarudi nyumbani kwake akiwa na mawazo mengi sana juu ya Do-hee. Anakutana na msaidizi wake na kumweleza kila kitu kilichotokea na kwamba binti Do-hee anamhitaji awe bodyguard wake. Pia anaendelea kwamba anamweleza kuwa jambo hilo yeye alipendi hata kidogo, lakini hofu yake kubwa ni kwamba kama Do-hee atapata madhara au kufaa, vipi kuhusu nguvu zake na vipi kuhusu ile tattoo ambayo ndo chanzo cha uwepo wake duniani. Msaidizi wake kwa sauti ya chini anamwambia Gu-won kwamba kama ana hofu kiasi hicho juu ya usalama wa Do-hee, basi awe bodyguard wake tu na kuhakikisha hapati madhara. Pia itamsaidia yeye kuweza tumia nguvu zake. Wakiwa katikati ya mazungumzo, jambo la kushangaza linatokea. Ghafla moto unaanza kuwaka kwenye kidole cha Gu-won na wote wanachanganyikiwa. Gu-won analia kwa maumivu makali anayoyapata. Wanahangaika kuuzima, wakipuliza kwa nguvu, hatimaye wanafanikiwa kuuzima na maji yase. Ni noma sana. Na hapo ndipo ukweli unamjia. Bila kuendelea kufanya mikataba na binadamu, basi mtaalamu wetu ataungua polepole hadi kwa majivu. Hofu inamjaa na bila kupoteza muda, Gu-won anachukua simu na kumpigia Do-hee. Kwa hofu anamwomba wakutane. Wakati huo Do-hee anajiandaa haraka sana, maana ndo kwanza alikuwa amelala ase.
Ni kama naye alikuwa akingojea momenti hiyo, na baada hapo anatoka nje ili akutane na Gu-won. Walipoonana tu, Gu-won anamwambia wazi Do-hee kuwa yuko tayari kuwa bodyguard wake. Do-hee anashangaa. Kisha anamuuliza mtaalamu, "Ni nini kimebadilisha maamuzi yapo? Maana jana tu nimetumia kila mbinu kukushawishi, lakini ulikataa." Gu-won anajibu, amefikiria sana jambo hili kwa makini na kuona ni faida kwetu sote, huku akimsogelea karibu zaidi. Oya, basi bibi Do-hee anapagawa kinomanoma, na hapo hapo Do-hee anakubali. Makubaliano yao yanaanza hapo hapo. Gu-won anashika mkono wa Do-hee ndani ya sekunde na kupotea. Wanajikuta wapo juu kabisa ya ghorofa refu. Do-hee anaogopa sana, akidai anapata hofu kwa urefu wa lile jengo ase. Anaanza kupiga kelele, chini ni mbali sana. Lakini ghafla pia kwa mtaalamu wetu, mwili wa Gu-won unaanza kuwaka moto, ikionyesha kwamba ni lazima aendelee kufanya mikataba na binadamu kwa kubadilishana na roho zao. Maumivu yanakuwa makali. Gu-won anaanza kulia kwa maumivu makali. Anamshika Do-hee mkono kisha kutumia nguvu zake kukimbia eneo lile. Wanatoweka na kujikuta hospitalini. Gu-won anachukua maji ya dispenser na kuuzima moto, akimtaka binti Do-hee abebe kikombe cha maji ili kama ikitokea tena basi atumie kuuzima moto huo. Ndani ya hospitali wanaingia kwenye wodi moja ya wagonjwa. Wanamkuta mama mmoja akilia kwa uchungu. Mtoto wake anaitwa Yons yupo kwenye hali mbaya sana, karibu kufa. Gu-won anaingia kwa kishindo na kusema akimwambia yule mama, I can grant your wish, yani anaweza timiza tamanio la yule mama kwa kumponya Yonseo. Anaendelea na kusema, lakini kwa sharti moja. Mama anauliza, ni masharti gani hayo? Gu-won anasema, miaka 10 baadaye roho yako itaenda kuzimu. Mama anauliza, vipi kuhusu binti yangu, ataishi? Gu-won anasema, ndiyo, binti yako ataishi na atakuwa na afya bora kabisa. Wakati huo Do-hee anawasikiliza, anaona sio sawa maana ni uhai wa mtu unanunuliwa. Anaingilia kati akimzuia Jeong Gu-won, lakini Gu-won anakasirika na kumwambia bibi Do-hee akae mbali na hilo maana halimuhusu pia, na hakuna muda, akimaanisha bila kufanya hivyo hata yeye ataungua hadi kuwa jivu, na tunaona moto tayari umeanza kuwaka kwenye mikono yake. Basi yule mama baada ya kuangalia hali yake binti yake Yonseo kwa ajili ya mtoto wake, mama anakubali na mkataba unafanyika. Basi baada ya lile tukio, Gu-won na Do-hee wanatoka nje, na baada ya kutoka tunaona mrembo wetu Do-hee anamfokea sana Gu-won, akimwambia yeye ni selfish. Anaendelea kumwambia kazi yake kuangamiza maisha ya watu bila kujali hisia zao, lakini Gu-won kwa upole anamwambia, unasema mimi ninachokijali ni kuangamiza maisha ya watu, na vipi kuhusu maisha ya yule mtoto niliyemwokoa? Ulitamani afe akiwa na umri ule? Akimaliza kusema katika dunia hii hakuna kitu kinachotolewa bila malipo. Jambo hilo linamfanya Do-hee akae kimya na kuondoka zake. Basi Do-hee anarudi zake ofisini akiwa na mawazo mengi sana, akiwaza juu ya lile tukio lililotokea. Do-hee anaondoka na sekretari wake kuelekea sehemu fulani, na wanafika mahali husika wakiwa kwenye gari. Mvua kubwa inanyesha. Bila kujua mrembo wetu Do-hee anashuka kwenye gari, na ghafla tunamwona mtaalamu wetu Gu-won anatokea na mwamvuli akijaribu kumkinga Do-hee ili asinyeshwe na mvua ase. Oya, hii moment ilikuwa kali kinomanoma, yani huku hisia nzito zikiendelea kuzaliwa kati ya wawili hawa. Haya ndo mapenzi ya Korea bana. Basi Do-hee anamchukua mwamba Gu-won na kumwambia amsindikize nyumbani, na wakiwa njiani mrembo wetu Do-hee anachukua simu na anajaribu kumpigia bibi yake Madam Ju. Tunaambiwa kuwa Madam Ju, chairwoman wa Miracle Group, alimchukua Do-hee akiwa mdogo sana baada ya familia yake kufariki na kumlea kwa upendo mkubwa sana licha ya kutokuwa mwanafamilia. Jambo lililopelekea familia nzima ya Madam Ju imchukie sana Do-hee, kwani Madam Ju alimthamini kuliko hata watoto wake mwenyewe. Basi Do-hee baada ya kupiga simu kwa Madam Ju lakini haikupokelewa na anapata shaka kidogo, hivyo anamwambia Gu-won wageuze gari na kuelekea nyumbani kwa Madam Ju. Wanapofika, oya, simu ipo imeanguka. Wanamkuta Madam Ju ameanguka kwenye garden, amefariki. Hii moment inamchanga sana mwanadada Do-hee. Bibie Do-hee analia sana huku akikumbuka momenti nzuri walizokuwa akipitia. Do-hee anamuomba Gu-won amrudishe Madam Ju, akimwambia yupo tayari kwa malipo yoyote, hata kwa kuingia mkataba na Dimonase. Lakini Gu-won kwa upole anamjibu, mimi siwezi rudisha mtu aliyekufa tayari.
Oya, binti Dohii alilia sana yani, huku akisema haiwezekani madam kufa. Basi msiba unafanyika, watu wengi wamejaa, lakini cha ajabu, familia inaonekana na furaha sana kwa kifo cha madam Ju. Dohii anaumia sana, akitazama watu wote wakifurahia hicho tukio la kifo. Hata watoto wake marehemu wanaonesha hawajaumizwa kabisa na kifo hicho, wajukuu nao wakicheza na kumwaga champagne as if kuna sherehe vile yani. Basi wanafamilia wanaingia ndani na kikao cha familia kinafanyika pamoja na polisi. Polisi wanasema kabla ya kifo cha madam Ju alitumia dawa ya maumivu yani diclofenac. Habari hiyo inamstua Dohii, kwani inajulikana kuwa hizo dawa Chairwoman alikuwa na allergy nazo, na inasadikika kuwa familia nzima inalijua hilo. Oya, Dohii anaumia sana akiamini madam Ju atakuwa ameuawa. Hapo hapo anasema wazi ni mauaji, madam Ju ajafa kwa heart attack. Lakini familia inapuuzia na kusema hiyo ifanyike siri ili kutunza heshima na jina la familia, na ndipo wote wanatoka nje kusikiliza wasia ambao madam Ju ameuacha. Wasia unasomwa. Dohii anaanza kuondoka kwa hasira akiwaona wote ni wauaji. Mwanasheria anaendelea na wasia kwa kusema kuwa madam Ju ameacha 50% za utajiri wake kwa watu wenye uhitaji na asilimia zilizobaki zinaenda kwa Dohii, na yeye ndiye atakayekuwa the next chairwoman wa Miracle Group. Oya, jambo hili likamstua kila mmoja yase, wanafamilia wote wakapagawa. Bibi akiwa anaondoka anasikia jina lake likitajwa bana. Ametajwa kuwa mrithi wa kampuni, lakini kwa sharti aolewe ndani ya mwaka mmoja. Watu wote wanashangaa. Dohii akiwa na hasira anaapa na kusema hakuna anayeweza kumstopisha, labda wamuue. Atawatafuta waliomuua madam Ju, na kisha anapokea ile karatasi ya wasia na anamgeukia Guwon, anavua pete iliyo kidoleni kwake na anamwambia kwa ujasiri, "Marry me." Oya, hii moment inamwacha kila mmoja mdomo wazi. Guwon anabaki ameshangaa, haelewi yajibu kitu gani ase. Mambo ni moto kinomanoma. Je, Guwon atakubali ndoa? Na je, nani yupo nyuma ya mauaji haya ya madam Ju? Na vipi kuhusu bibie Dohii? Atafanikiwa kulipa kisasi juu ya kifo cha madam Ju? Kufikia hapo mimi sina la ziada. Naomba tukutane katika episode inayofuata. Mambo ni hapa hapa Movika Daily TV. Kama hujasubscribe basi hakikisha unafanya hivyo. Mtu wangu wa nguvu, na utakuwa umetisha kinomanoma yani. Bye. Movika Daily TV. Watch and enjoy.